ambalo naweza kusema ni kubwa, lakini pia nataka niwape kitu kingine tu kwamba Watanzania, hii kesi sasa hivi kwa Tanzania kesi za copyright sio nyingi sana. Inawezekana ikawa moja ya copy study kubwa, na mimi naamini kabisa kwa kupitia kesi hii Watanzania wengi tutajifunza. Wapo vijana wengi wenye ufumbuzi mkubwa na ambao wana ndoto kubwa, lakini kwamba kama tutamkatisha tamaa Amos na haki yake hatopata. Mimi naamini kwamba sio kwamba ni haki ya Amos, lakini ni haki ya watu vijana wengine ambao wanaweza kuwa wafumbuzi kwa huko mbele wakanyimwa haki zao. Lakini pia vile vile nilitaka nizungumze kidogo sana kwa ndugu yangu mheshimiwa Babtare. Nimeona hivi karibuni Babtare alikuwa akizungumzia sakata hili ndani ya bunge wakati kesi hii ikiwa bado ilipokuwa ipo mahakamani, na wakati waziri wa michezo alipopeleka bajeti yake ya mchezo bajeti yake ya michezo nchini Tanzania akiwa bungeni, alimwambia ana hold shilingi, akimwambia kwamba ameona kuna sakata la kati ya mwanamchezo bondia mmoja na Azam, na kwamba ameizuia Azam kutoonyesha mchezo wa ngumi, na akamwambia kwamba kwa hili umeona, akimwambia waziri wa michezo kwamba afanye jambo kuangalia mchezo unarudi kwenye TV. Ukishindwa basi rudi hata kwenye TBC, na kama kwamba atashindwa kufanya jambo lolote, yeye ana hold shilingi. Ina maana gani? Wengi wametafsiri kwamba anaweka shinikizo kwa jambo ambalo tayari lilikuwa mahakamani, na hata vile kulizungumzia jambo hili ndani ya bunge na kuingia katika rekodi za bunge alikuwa sahihi kwa muda ule, kwa sababu leo tunaona maamuzi yaliyotoka, lakini wapo wengine wanatafsiri vingine. Kwa hiyo tusije kusema kwamba mimi nasema kwa ndugu yangu, rafiki yangu, na najua ni mdau mkubwa wa mchezo wa ngumi, Babtare alichokifanya kilikuwa sio sahihi kwa kipindi kile. Hawezi kuiga vizuri kwa katibu wa Wizara ya Michezo nchini Tanzania, pia na msemaji mkuu wa serikali Jason Msigwa aliwahi kuulizwa swali hili, unasemaje kuhusu sakata hili kati ya bondia Amos Mamakula dhidi ya Azam kwa vitasa? Yeye alijibu very professional kwamba siwezi kulizungumzia swala hili kwa sababu lipo mahakamani, lakini baada ya kuisha mahakamani tutakaa kuangalia jinsi gani tunaweza tukalitatua. Kwa hiyo hili lilikuwa ni jambo ambalo nafikiri Babtare naye atakiwa kama hivyo. Leo hii mimi kama James Sangi nipo hapa naweza kuzungumza na waandishi habari kwa sababu kesi hii sasa hivi imekwisha, lakini ingawa kwamba kuna intention au kuna dhumuni ya kufanya, lakini bado haipo mahakamani. Kwa hiyo ina uwezo wa kuzungumzia hii. Lakini nataka nirudi tena kwa Azam ili nilimalizie kwa ndugu zangu Azam. Amos Mamakula ni kijana mdogo sana na sio tajiri au bilionea, na asingeweza, siamini kwamba na mtu ambaye ana akili timamu, siamini kwamba angeweza kuwapeleka mahakamani kudai kitu ambacho hana uhakika nacho. Lakini imeonekana kabisa kama mahakama ya wilaya iliweza kumpa ushindi, maana yake kuna kitu. Kama kuna kitu, tuache hili sakata la kuendelea mahakamani. Kwa nini msiweze kukaa chini pamoja na Amos Mamakula mkaangalia mnawezaje mkalitatua tatizo hili? Inawezekana kabisa, kwa sababu hili sio swala mara kwanza kwa Azam kufanya hivi. Mkumbuke bondia Hassan Mwakinyo aliwapeleka Azam kudai na haki yake hakimiliki kama hizi mahakamani. Kilichotokea nini? Kwamba aliweza kukaa kuzungumza naye na aliweza kuwithdraw ile kesi mahakamani, jambo liliweza kuisha. Lakini sio huyo tu, bondia promoter Kaike Promotions pia vile vile Azam walifanya makosa ili walitambue, na wengine wanaweza wakawa halifahamu hili. Kaike Promotion aliandaa pambano lake Dodoma, lilikuwa pambano kubwa. Azam walienda kulirusha pambano lile Dodoma wakiwa hawana mkataba wa aina yoyote na Kaike Promotions. Kilichotokea nini? Waliweza kurusha lile pambano, na baada ya kulirusha lile pambano Kaike aliwafuata akamwambia, sikuwa na mkataba wa aina yoyote na nyinyi, mmeweza kurusha pambano langu, kwamba copyright ni za kwangu, na akasema mimi nawapeleka mahakamani. Azam waliweza kukaa naye chini Kaike na kuweza kumpa fidia zake bila kwenda mahakamani, waliweza kusaini. Sasa ule ndio utu ambao mimi nasema mlitakiwa muufanye, kama mlivyoweza kufanya kwa Hassan Mwakinyo, kama mlivyoweza kukaa chini na Kaike Promotion, vile vile mna uwezo wa kukaa chini na Amos Mamakula, sio kutunishana misuli na kupoteza. Mashabiki wa mchezo wa ngumi wanataka kupata burudani.
Leo tumewaona mnatangaza Julai mtakuwa na pambano kubwa linakuja, lakini hivyo hivyo mtambue kwamba Amos tayari ameshapeleka intention ya kufile appeal. Sasa nini kinatokea? Maana yake tena mahakama itapiga stop, kwa sababu watashindwa vile vile kuona pambano, kwa sababu ile pambano itakuwa bado alionyeshwa. Inaweza ikachukua mwaka mmoja, inaweza ikachukua miaka miwili, inaweza ikachukua miaka mitatu mpaka hii issue iweze kuisha. Mimi naweza kusema kwamba naomba Watanzania, namuomba sana viongozi wa Azam muweze kukaa chini na bondia Amos Mamakula au CEO wa kampuni ya Kazi na kuweza kulimaliza swala hili katika maongezi, kuliko kwamba tuweze kuendelea kwenda mahakamani. Kama mtu ana haki yake, angalieni kweli, je, huyu jamaa aliwasiliana sisi, alifanya ile andiko? Wengi, kitu ambacho kinanipa mashaka, naomba nimalizie katika hili hapa. Amos alifanya andiko hili 2015, 16, 17 aliregister. Azam andiko hilo wamekuja kuliregister mwaka 2020. Sasa mtambue, na wamekuja kulifanya hilo andiko, kufanya wao kuliregister KOSOTA baada Amos kuandikia barua ya demand notes kwamba anawapeleka mahakamani. Sasa ukiangalia, ukiunganisha hizo notes zote, kuna kitu. Mimi nazungumza, namuomba sana Yusuf Baresa, Abubakari Baresa, najua nyinyi ni watu naweza kusema mlionyoka, na vile vile mnasimamia Azam. Ni sehemu ambayo nasema ni kampuni ambayo imenyoka, haina dhuluma ya aina yoyote, na inawezekana wapo waliofanya makosa madogo huko nyuma.